Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Na wasalimu mara tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa ni huduma ya waabudu halisi. Na kwa majina ya kipekee naitwa Mwinjilisti Kwabene Delphin. Na tunakuwa na shukrani sana kwa Mungu kwa kutujalia neema tena ili tuwe pamoja kwa neno lake kwa siku ya leo. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, waabudu wa halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yohana 4:23. Na kabla tujaingia katika neno letu nasikia leo, nitaka kutoa shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kutusapoti kupitia mashauri na kutuombea, zaidi kwa wale ambao walisajiabone na wale ambao wanaokuwa wakipartaje kila leo mafundisho ambayo tunaokuwa tukitoa. Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia juu ya neno ambalo linalosema wajibu wako kama Mkristo. Wajibu wako kama Mkristo. Ni devoir yako kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tusome maandiko matakatifu katika kitabu cha Marko sura yake ya 16. Tunaanza mstari wake wa 15 mpaka 18. Maandiko matakatifu yanasema hivi, tunasoma kwa jina lake Yesu Kristo. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao wanaoamini: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. 18. Watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ndugu wapenzi, hizi ni habari za Yesu Kristo, na hizi habari zinaanza na kifo na ufufuko yake Yesu Kristo. Na maandiko matakatifu inasema ya kwamba siku Yesu alifufukaka, alimonekaniaka kwanza Maria Magdalena, kisha akaonekania wengine wafasi wawili ambao walikuwa wakielekea Emmaus, kisha akakuja kuonekania wale mitume 11, maana Yuda Iskariote tayari alikuwa ameshatoka miongoni mwao. Ila hapa tukingali tu mwanzo, lakini kunakuwa jambo ambayo nitaka nikasema hapa. Kwa nini Yesu akamwonekania Maria Magdalena wa kwanza kisha tu ufufuko wake? Ijapokuwa katika mila ya Wayahudi, katika kutime za Wayahudi, mwanamke hawakuwa nampatia nafasi sana. Kwa nini Yesu akamwonekania wa kwanza? Ni kwa sababu Yesu alitakaka apatie mwanamke naye samani. Yesu alitakaka aoneshe ya kwamba mwanamke naye ataweza akatoa injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwa kitu yengine hapo. Maria Magdalena, ukifuata habari zake, ni mwanamke ambaye alikuwa kama ana ushuhuda mzuri. Maandiko matakatifu inasema kwamba Yesu alimtoshaka pepo wa 7.
na wengine wanateolojia wanasema ya kwamba Maria Magdalena ni yule ambaye mwanamke walitakaka kumpiga mawe kwa sababu walimkuta katika uzinifu, ila Yesu akamsaidia. Kwa hiyo ukiona hapo, Maria Magdalena akukuwaka mtu ambaye alikuwaka na mwenendo mzuri katika sosiete, ila wakati alijuaka kutanana na Yesu, Yesu akambadilia maisha. Hapo nitaka kusema nini? Usikuwe naangalilia mtu mpase yake. Usikuwe nasema juu mtu alikuwaka kaaba, juu mtu alikuwaka mlevi, juu mtu alikuwaka nafanya iki na kile, aezi akamtumikia Mungu. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba mtu akikuwa katika Yesu Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na yote ni mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mahali ambapo tulipopasoma katika kitabu cha Marko sura yake ya 16 mstari wake wa 15 mpaka 18, Yesu alikuwaka akipatia mitume zake mission, alikuwaka na waachia devoir, maana hizi zilikuwaka siku za mwisho za Yesu hapa duniani. Na Yesu akawaambia waende ulimwenguni kote na waitangaze Injili. Mtu yeyote ambaye atakaye amini atabatizwa, na kisha kubatizwa ataokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala mitume leo hawako wake tena, wamekishatoweka, wamekishaka fariki. Leo ni mimi na wewe ambao tulichoaka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Ni uwajibu wetu, ni devoir yetu kusimama katika njia ya mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu inasema kwamba tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mimi na wewe sasa kuibeba injili ya Yesu Kristo. Usiseme ya kwamba ambone kuko baba evangeliste ya mingi, ambone kuko bapastere ya mingi. Hapana, na wewe Yesu iko na lazima na wewe, maana maandiko matakatifu inasema ya kwamba mavuno ni mengi ila watenda kazi ni wachache. Watu ni wengi sana wanaohitaji Yesu Kristo, ila watu ambao wanaoleta watu kwa Yesu ni wachache. Ndio maana nawe ni devoir yako kuleta watu kwa Yesu. Mahali ambapo natumikiaka, kupitia matendo yako watu watakuja kwa Yesu, kupitia upendo yako watu watakuja kwa Yesu. Mahali ambapo nasomeaka, mahali ambapo natumikiaka, mukartie yako, kupitia matendo yako, kupitia jinsi unajuaka kujikamata, watu wengi watakuja kwa Yesu. Lakini usikuwa miongoni mwa wale ambao wanajifichaka hata kama viko bakristo kwa makazi yao. Unaona ni mkristo lakini kishakuwa mkazi anajifichika juu ya madega yenye anafanyaka mkazi. Kishakuwa mkartie haisi tembea na Biblia juu wenye atamuona tu atasema naona kwaka na Biblia juu banajua kama madega anafahamu kartie ni danger na ni mkristo. Kwa masomo unakuwa unajiepusha basi jua hata unakuwa unajifichika, lakini ni wajibu wetu kama Wakristo, ni devoir yetu kama Wakristo kuwaleta watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu mpenzi, nitaka kukumbusha, Roho wa Bwana iko nakumbusha kwa siku ya leo ya kwamba uko na we miongoni mwa watu ambao wanapashwa pasha habari njema, Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko matakatifu inasema ya kwamba kuko ishara ambazo zitakazofuata wale ambao watakaoamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo ishara ni kama material didactique za kutumikisha sauko mkazi. Na hizo ishara zinatumikaka tu saa uko pamoja na Yesu, saa unaungamana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba watafukuza mapepo. Hawezi fukuza mapepo na wewe mwenyewe kwanza unaruhusu mapepo zikuwe mwili yako zikutumikishe.
Anjo utaweza fukuza mapepo na wewe mwenyewe kwanza uko na ziruhusu zikuwe mweye na zinakutumikisha matendo mabaya. Bwana Yesu asifue sana. Awezi ukawekea watu mkono na wapate uponyaji na ausimame bie na Yesu Kristo. Hii neno inanituma nikumbuke habari ambayo inaokuwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapo kuna kwa historia ambayo inayosema kulikuwaka watoto 7 wa kuhani ambaye anayeitwa Skewa, wakajiavantiria wakaenda kufukuza mapepo. Na katika kufukuza mapepo wakasema kwamba tunakufukuza kwa jina la Yesu ambaye mtume Paulo alikuwa akisema. Na huyo mtu ambaye alikuwa na mapepo akasema, Yesu ninamjua na Paulo ninamjua, nyinyi ni wanani? Bwana Yesu asifue sana. Hapa nitaka kuonyesha ya kwamba hawezi kuitilize jina la Yesu na we mwenyewe hauko mu Yesu. Inabidi kwanza uhatikishe umejipanga sawasawa, njoo uitilize jina la Yesu, utumikishe jina la Yesu. Jina la Yesu abaitumikishake gisu unapenda tu. Na ndio maana maandiko matakatifu inasema usilitaje jina la Mungu burebure tu. Mahali ambapo hauna hiyo autorite usikwe na bifanya. Bwana Yesu asifue sana. Inabidi kwanza ujipange uwe sawasawa na Yesu Kristo. Kwa hiyo utaweza ukatumikisha jina la Yesu Kristo na kunakuwa maresulta. Bila hiyo watu watakuona huko farseli. Juu ya nini? Uko natumikisha jina la Yesu na unajua wewe peke hauko sawa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifue sana. Lakini kwa wale ambao banajua jinsi wanasimama na Yesu wao, kwa sisi ambao tunaliamini jina la Yesu Kristo na kila leo tunakuwa tukiomba neema yake, tunakuwa tukiomba damu yake ituoshe na kututakasa na kututia nguvu katika safari hii, mimi na wewe njoo tutaweza kusema pepo waondoke na pepo wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweza kuwawekea wagonjwa mikono nao wanapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu mpenzi, uwe mtu ambaye utakuwa naangalia maisha yako kila leo. Wewe ambaye unakuwa Mkristo, wewe ambaye unayekuwa katika safari ya kwenda mbinguni, ukwenda angalia maisha yako kila leo, ukwenda chunguza maisha yako kila leo, maana pia tunakuwa katika safari ya kwenda mbingu. Pamoja na vyote vya dunia hii, pamoja na baraka ambazo tutaweza kuzipata, pamoja na vitu vyote ambavyo tutaweza kuvipata duniani, pamoja na miujiza ambayo tutaweza tukaifanya, tujue ya kwamba tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Maana nakumbuka siku moja mitume wakarudia kwa Yesu wakamwambia, mahali ambapo ulitutuma mapepo ziko na tutii, tuko nafanya maishara. Yesu akawaambia akasema, msifurahi juu mnatosha mapepo, lakini mfurahi kwa sababu jina zenyu zinaandikwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukikuwa mtu tu wa kuangalia miujiza, siku miujiza iendeke, ndio pale wanasikiaka watu wanaanza kuzingilia njia za giza, wanaanza ndia wafumu juu watafute zengine nguvu, ijapokuwa awachangake Yesu na vitu vya dunia, awachangake Yesu na mapepo. Yesu anajitoshelea yeye mwenyewe. Ukiona aviendeki katika huduma, wewe rudi ulize Yesu, nini njoo aiendeke? Itawezekana kuna kuwa kitu auko na muruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani mwako, maana tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, na yeye ambaye anayetutia nguvu ni Roho wa Bwana. Kwa hiyo kitu ambacho utakuwa nafanya sasa, unaona abiko naendeka katika huduma, rudi kwa Yesu, ambia Yesu aviendekane, omba tena na Bwana atakutendea yaliyo mema. Ila kitu ya maana ambayo nitaka nikaisema hapo, wapenzi, tuko katika safari ya kwenda mbinguni, na ndio maana nitaka kusema hivi: kama umerudi nyuma na kama haujawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, leo tena ni siku yako. Sauti iko na kuita na kwa kuambia kwamba hiyo njia ambayo uko amo sio njia mzuri,
ni njia ambayo inayokuongoza kwenye mauti. Kuna mtu ambaye alimbaka akasema zambi inakuwaka nzuri soko naifanya, lakini inakuongoza kwenye mauti. Zambi ni mbaya, inajuaka kuua, inafurahishaka, lakini mwisho wake ni huzuni mtupu. Bwana Yesu asifwe sana. Watu mingi ndio wanaendaka mwa hiyo njia, lakini ukishatoka mwa hiyo njia ya kumfuata Yesu ni njia ambayo unapashwa kujitwika msalaba wako na unamfuata. Huko vitu vingi ambavyo unapashwa kuwacha juu ya Yesu. Mtume Paulo akasema huko vitu ambavyo vilikuwaka faida kwangu, lakini ninaviacha kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu mpenzi, nitakwambia rudi tena kwa Yesu. Yesu anahitaji tena urudi. Wasikudanganya sema usafika mbali. Hakuna poteza fika ambapo Yesu haezi akakuhurumia. Rudi tena kwa Yesu. Na kama haujawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, leo ni siku yako ndugu mpenzi. Acha umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Umwamini Yesu ili nao upate kuokolewa. Maana maandiko matakatifu mahali ambapo tulipopasoma inasema kwamba atakayeamini atabatizwa na ataokolewa. Kwa hiyo kitu ya kwanza ni kumwamini Yesu. Ukishamwamini Yesu, kutafutia yako alama ya kubatiziwa ni alama ya kukufa na kufufuka kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni kuacha maisha moja na unaingia katika maisha ingine. Bwana Yesu asifwe sana. Ndio maana nilikuwa nasema ya kwamba nitakuongoza katika ombi fupi kama mwinjilisti, nawe utaomba ombi fupi hili ukisema: Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, mimi mwenye dhambi nimeshindwa, nahitaji nikupokee kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Nimekupokea kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Njoo na uitawale maisha yangu leo na hata milele. Niwe wako siku zote. Uondoe jina langu katika kitabu cha hukumu, na jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima. Nakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Niwe wako siku zote katika jina la Yesu Kristo. Amen.